Yakayo kabola pasi nanga Yakayo kabola pasinga na leka Josepe atilibisa kimoi Telemisa mapasi nanga Telemisa minyoko nanga Sokelobiwi nani akolobano. Yeah, once again it's your boy Chris Santos, the king himself, half man of amazing. Bana tuko ndani ya Living Faith siku ya leo. Tunaendelea kupiga story na waimbaji wa Starshine Band. Kaka vipi? Baba. Mzima? Ndio. Nimejaribu kwenda kuzuia kidogo mazoezi yenu. Nimekwenda kuona kama vile ndio wanabeba concert zima kwenye upande wa utumaji sana. Nini siri ya mafanikio? Mafanikio? Siri ya mafanikio hakuna siri ya mafanikio zaidi ni ile tunamshukuru Mungu kwa kutupea nini uwezo wa kuweza kumtendea kazi. Yaani mafanikio yenyewe ni Mungu ndo anatoa mafanikio. Bwana vizuri sana. Kwa vijana wa Starshine Band, wewe umekuwa ni mtu tuseme mstari wa mbele sana kutuma zile vocal. Waliona kwamba wewe ndo unavijua zaidi, hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kapewa zile vocal zote kuzituma. Wako wengi tena. Kwa nini sasa uko ni neema kupewa karibu vocal zote unatuma wewe tu? Ni vile teacher ameona huenda mimi ndo naweza kuwa vizuri kidogo vizuri wenzangu. Yeah. Basi ka freestyle kamoja tu kateketeke haraka dakika 2 tu. Yes. Ale Bwana Yesu mkuvuka maisha alikutana na kirofa kimoja chaka kitoa mapepo. Ale koma shetani kufana na nyau shaligeuka nzemba. Exano imetosha. Bwana vizuri sana pamoja sana. Bwana huyu ndo wasala wako ambaye anavia concert yetu nzima. Bwana ukiwa kama uko hapo unaweza kwenda kununua kadi. Piga hatua yako, jipatie kadi yako kwa mapema. Bwana mambo mengine atakuwa bomb ndani ya Living Faith. Ambao tarehe 5 mwezi wa 10 bwana usikose kuwa ndani ya concert ambayo inakwenda kufanyika. Vipi? Salama sana. Mzima? Mzima kabisa. Bwana nakumbuka wewe last time nilikuona kwenye concert ya Bethel pale ambao vijana wa Ambassadors Band walikwenda kuiandaa, Exodus Band walikwenda kuiandaa. Bwana leo inakukuta ndani ya Living Faith. Nini siri ya mafanikio hapo katikati? Mafanikio yapo. Ni siri yangu sasa siwezi taka kutangaza. Wewe unafanya kazi ya Mungu kwa kulipwa ama ni ile unajitolea tu kusema kwamba watu wameandaa tamasha ndio niwasaidie? Najitolea. Najitolea kwa sababu ukisema wanilipe itakuwa gharama kubwa sana. Hawezi weza kunilipa. Kwa hiyo nafanya kazi ya Mungu. Kwa nini washindwe kukulipa na wakati ni kazi ya Mungu ambayo unaifanya? Kuna ile kidogo ambayo mtu lazima apewe lakini si lazima kama malipo, yani kama mfanyakazi yani. So sasa hivi tumekukuta hapa ndani ya Living Faith. Tutarejea nini cha tofauti na kando na kile ambacho tulikiona Bethel? Kikweli hapa mambo iko chonjo sana. Mambo ni moto yani. Kosa vitu vingine lakini usikose kuhudhuria kwenye concert hii. Vizuri sana. Kule Bethel tulikuona ulikuwa unashikilia guitar bass hapa sijui kuna tofauti gani ndio maana nataka kidogo nielewe. Sasa kama ulishift kutoka kwenye guitar moja kwenda kwenye guitar nyingine. Hapa nacheza soul, Bethel nilicheza bass, hapa pia nacheza soul. Kwa hiyo mambo ni moto. Bana vizuri sana. Neno moja kwa watu ambao hawajaweza kununua kadi sasa hivi, kadi zipo zinauzwa, wale ambao hawajaweza kununua kadi una nini cha kuambia? Mwenye hajanunua kadi ajitahidi atafute kadi kwa sababu mambo ni moto, mambo ni fire. Unaona, niko na vijana wangu na wakubali sana. Kuna Safanuel hapo, niko na Kimbangu, niko na Pisco, niko na Joel, niko na Acoustic. Mambo ni moto. Yaani hiki kosi hata wewe mwenyewe ukisikia lazima ujitafute. Vizuri sana. Wewe toka uanze kupiga gitaa ushajaribu kuimba? Sijawahi kabisa. Kwa nini sasa? Sio vitu vyangu hivi. Unajua mara nyingi mimi ninavyoelewa mtu ambaye anagusa gitaa lazima awe anajua kuimba. Kwa nini unashindwa kuimba? Sio kila mtu. Sio kila mtu unaona. Kulingana mimi sijajaliwa hiyo neema ya kupewa kipaji cha kuimba. Bana vizuri sana, vizuri sana. Bana tuko ndani ya Living Faith. Vijana Starshine Band anakuambia bana tuko na Musa. Najaribu kuambia kwamba kitu ambacho tulikiona Bethel na hapa Living Faith itakuwa kitu kidogo cha tofauti. Kwa hivyo kama hujanunua kadi ndugu yangu jitahidi sana. Bana tafuta kadi kwa waimbaji wote ule wa Starshine Band utakwenda kuipata kwa wakati. Bana tazama mwaka 2025 makanisa mengi yamekwenda kuandaa tamasha za concert.
Na leo tukiwa ndani ya Living Faith, tunajaribu kwenda kuuliza waimbaji nini cha ajabu ambacho wamekwenda kukiandaa. Ukiangalia kando hapa kuna mdada ambaye amependeza vizuri zaidi. Tutakwenda kufahamu mengi zaidi kutoka kwa kidada. Mambo Poa sana. mzima? Mzima wa afya. Kianza na jina watu angalau wakujue. Kwa majina naitwa Yvonne ya Mungu. Yvonne ya Mungu. Yeah. Ina maana wewe kabisa ni mtu wa Mungu. Yes, vizuri mimi ni sana. mtu wa Mungu. Vizuri sana. Toka uanze kuimba sasa hivi una miaka mingapi kwenye uimbaji? Kwenye uimbaji niko na miaka mingi sana, but nilianza toka utotoni. Yeah. Na ulivyoanza ukiwa bado mdogo, ushaenda studio labda kurekodi? Yeah, nishaenda si mara moja ama mara mbili. Yeah. Ulivyokuwa unaenda studio, kuna mtu alikuwa anakusponsor kupeleka studio ama ni kanisa ilikuwa na kushughulikia kwa pande hizo? Okay, ilikuwa ni kanisa. Mara kwanza tulienda na kanisa, but mara pili pia ilikuwa kanisa, mara tatu ilikuwa tu ya mtu. Vizuri sana. Ishaitokea kwamba siku moja labda ukaambiwa kuna kazi ya kulipwa, mtu kama wewe kama mwimbaji ndio ufanye kazi ya kulipwa? Ushafanya kazi ya kulipwa? Hiyo kazi nishafanya, but si hapa Kakuma. Saidi za Lodo. Vizuri sana. Naona nyinyi vijana hapa Living Faith Starshine Band ndio inaitwa hivyo kama sijakosea. Yeah. Mnakwenda kuandaa concert. Mwezi ambao uliopita, miezi miwili ambayo iliyopita, walikuwa ni vijana wa ambassadors ambao walikwenda kufanya concert yao. Hivyo basi tuko hapa ndani ya Living Faith, ni kama vijana wa Starshine Band mnakwenda kuandaa concert. Nini cha ajabu ambacho utakwenda kukiona tofauti na kile kitu ambacho wengine wamekifanya hapo nyuma? Itakuwa cha ajabu kwa sababu venye tumeandaa na wenyewe venye waliandaa ni tofauti. Kila watu wana maandalizi yao. So sisi tunaandaa vitu vyenye viko vizuri na tunawakaribisha watu kwa upendo, kwa furaha, kwa sababu kitu chenye tunaandaa kiko smart sana. Yeah. Neno moja kwa watu ambao sasa hivi hawajaweza kununua kadi, unawaambia nini? Neno moja kwa watu ambao hawajanunua kadi, tunawakaribisha. Kadi zipo, ni pesa ndogo sana, ni 200. Si hata ati ni pesa mingi, ni kidogo sana. So ukikuja utapata kakaangu yuko hapo anauza hizo kadi 200 tu peke yake. Bana, vizuri sana. Dada, tunakwambia kwamba ikiwa kama uko hapo nje na unaweza kwenda kupata kadi, bana jitahidi sana. Kadi zinapatikana kwa mwimbaji yote yule wa Starshine Band, pia kwa muumini yote yule pale wa Living Faith utakwenda kupata kadi. Dadangu, ukiwa kama wewe ni mwimbaji, ningehitaji tu ka freestyle kadogo kama vocal ili tuweze kwenda kusikia sauti ya mayai hapo ndani. Asante sana. Je ne manquerai de rien. Bazali na yonzambe bazalaka jamais desi. Yozalaki na Moïse akabolaki mai. Yakayo kabola pasi nanga. Yakayo kabola pasinga na leka. Joseph atelibisaki moi. Telemisa mapasi nanga. Telemisa minyoko nanga. Soke lobiwi nani akolobano. Asante sana, asante sana. Kuna wale ambao wanasemaga kwamba kuwa na sauti nzuri unahitaji unakunywa mayai sana. Wewe unakunywa mayai? Hapana, sikunyagi mayai. But namshukuru Mungu tu kwa sauti yenye amenipea. Namshukuru kwa hivyo, bado sikunyagi mayai, situmiagi kitu yoyote kile. Bana, vizuri sana. Bana, tuko ndani ya Living Faith. Bana, tunaenda kupiga story na waimbaji. Bana, stay tuned ili uweze kwenda kupata mengi zaidi kwenye concert hii hapa. Kaka vipi? Poa. Mzima? Mzima kabisa. Bana, nimeangalia kidogo kwa upande wa Starshine Band. Nimeona maono kwa wingi pale madhabahuni. Bana, nini siri ya mafanikio wewe kupiga dance nyingi pale madhabahuni? Ilianzaje hadi ukafika ukawa dancer? You know, everything in the beginning is very difficult, but we try our best. So it's just focusing. Everything, if you focus for it, you can do better. I think that is the reason, and I'm not to be proud, but it's just important to thank God, because it's the talent that we was given with God. So we're supposed to use our talent to praise the Lord. Thank you so much. As a singer, have you ever tried maybe to take a 1 week to fast? To fast? Yeah, I have tried, but because of time and a lot of things, so it's just difficult for me, but I just tried. But why can't you just do it as a normal routine for you, maybe to fast? Because as a singer, you can't just sing like a normal sing or a normal dance without fasting.
Yeah, but you know, in this life now, there's two things. Yeah. And how the Bible said in the Swahili language that mpe Kaisari aliyo yake na Bwana mpatie yake. Sure, so yeah. we're supposed to do everything with a limit of something, so that we tried. Thank you so much. There is those people who are outside there who have still not got their ticket. What I maybe to tell them so that maybe they can get their ticket. Okay, so just mind for my dear brothers and sisters, and also the parents and the pastors. Please, if you don't have a ticket, please take it, because time is numbered and our time is not longer. So you'll miss a lot, because you have to prepare for everything, for any purpose things. If it's God, you will see the miracle of God. Sure. If there is that human beings, you'll see them, and those people you was never seen them before, you'll see them. So apart from dancing, what are we going to expect more from you personally? Personally, also I have a lot of abilities in church. It's not only dancing. I can preach. Okay. Also I can teach. Great. All those are my works. Also I can be instrumentician. Okay. Yes, for setting some instrument. All those I'm doing. But I think in this concert, I'll just manage on dancing. On dancing only. Yes. Yeah, thank you so much bwana. Kitu anakuambia kwamba apart from yeye kuwa dancer, kuna mambo mengine mengi ambayo anakwenda kuyafanya ndani ya kanisa. Anaweza kaa mhubiri, pia anaweza kaseti vyombo. Sasa jiulize mtu kama wewe ana talanta kama hizo zote, sasa wewe hapo nje unakaa tu ndugu yangu bwana. Njoo tarehe 5 ya mwezi wa 10 uje ushuhudie yale ambayo tunakwenda kuyasikia kutoka kwetu hapa. Ikiwa kama uko hapo nje hujaweza kwenda kupata kadi yako, piga hatua. Kadi zinapatikana kwa mwimbaji yote ule wa Starshine Band, pia kwa muumini yote ule wa Living Faith bwana. Tukutane ndani ya tarehe 5 mwezi wa 10 bwana. Tukutane next time guys. Bye bye.